Abu Waqid al-Laythi radhiallahu anhu amesimulia kuwa mara moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa msikitini na watu wengine pia walikuwepo. Watu watatu wakaingia, wawili wakamsogelea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mmoja miongoni mwao akaondoka. Watu wawili hawa walisimama karibu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mmoja kati yao akapata nafasi katika duara au kikao, kwa hivyo akakaa hapo, na mwingine akakaa nyuma yao, na watu watatu hao kama walivyotajwa mwanzo. Aligeuza mgongo wake na kuondoka. Mwisho wa kile kikao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, "Je, nikujulisheni kuhusu hawa watu watatu?" Mmoja kati yao alimkaribia Allah kwa kukaa katika duara, na kwa hivyo Allah akamfunika kwa rehema zake, na mwingine akahisi haya kukaa katika duara, kwa hivyo Allah alistahi heshima yake na hakumnyima rehema zake, na wa mwisho alidharau, kwa hivyo Allah pia akamdharau. Umar radhiallahu anhu amesimulia kuwa Nabii sallallahu alaihi wasallam amesema, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua kupitia kitabu hiki, yani Qur'an, watu wengi na huwadhalilisha wengine kwa kitabu hicho. Maelezo: wale ambao wanakitekeza kitabu cha Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala huwatukuza kwa heshima na cheo katika maisha haya na uko akhira, na wale ambao hawaitekelezi hao watadhalilishwa. Abu Dharr radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema kumwambia Abu Dharr, jilazimishe kusoma Qur'an na kufanya dhikri ya Allah azza wa jalla, kwani kwa hakika hayo ni utajo wako mbinguni na nuru kwako au mwongozo wako hapa duniani. Hudhaifa radhiallahu anhu amesimulia, nimemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akisema, hakika kulikuwa na mtu mmoja kabla yenu ambaye alijiwa na malaika mmoja ili kuchukua roho yake. Akaambiwa, je, hukufanya kitendo chochote cha kheri? Akajibu, sijui. Pakasemwa, kumbuka. Akasema, sikumbuki kufanya kitendo chema chochote isipokuwa nilikuwa nafanya biashara na watu fulani katika dunia na nikawa nalipana nao, basi nikawa nawapa matajiri muda zaidi na nikasamehe maskini waliokuwa katika dhiki. Kwa hili Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza janna. Anas radhiallahu anhu amesimulia, nimemtumikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 10 katika Madina, nami nilikuwa kijana wa karibu na kubaligh, na hivyo huduma zangu zote zilikuwa ni kinyume kulingana na matakwa ya bwana wangu. Kwa sababu ya umri wangu mdogo, makosa mengi yalifanywa katika miaka hii. Hata hivyo hakuwahi kamwe kuniambia wala kwa nini unafanya hivyo au kwa nini hukufanya hivyo. Abu Dharr radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema, mwenye nguvu si yule anayewaangusha wengine katika mieleka, bila shaka mwenye nguvu ni yule anayemiliki nafsi yake katika ghadhabu na ya ghafla. Abu Dharr radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alituambia, anapokasirika mmoja wenu naye amesimama, basi na akae chini. Kama hasira zake zimemwondokea ni vyema na vizuri, vinginevyo basi na alale. Abu Dharr radhiallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alituambia, anapokasirika mmoja wenu naye amesimama, basi akae chini. Kama hasira zake zimemwondokea ni vyema na vizuri, vinginevyo basi na alale. Maelezo: hadithi hii inaonyesha kuwa kubadilisha mkao ambako kunatoa utulivu wa akili hutumika ili yale madhara ya hasira yapunguzwe. Uwezekano wa madhara unakuwa mdogo mtu akiwa amekaa kuliko akiwa amesimama, na huwa mdogo zaidi mtu akiwa amelala.